Bwana, sasa nizungumze na Mwamba, yupo katika studio za Radio Sengerema FM. Ni aje? Kama kawa. Uko fresh? Fresh kabisa. Mambo yanaendaje bwana? Yaani ni guda. Bwana, nimefarijika sana kukuona. Okay, nashukuru. Kikubwa tu ni uzima, naona Mungu anasaidia pia. Karibu katika studio za Radio Sengerema. Asante sana. Yaani kwanza nimefika hapa nimefarijika sana. Unajua kwa nini? Yaani nakumbuka ilikuwa mwaka 2004 kama sikosei. Ni mara yangu ya kwanza kufika hapa kwenye kipindi cha watoto. Niliwahi kuhudhuria kipindi hicho. Kipindi cha mambo ya hadithi. Kulikuwa na vitendawili, kitu kama hicho. Kitambo sana. Kwa hiyo nakumbuka. Kwa hiyo kufika hapa sio mgeni. Tuseme sio mgeni. Interview kama hii naona ni kwa mara ya kwanza. Ndio. Sawa, sijawahi kabisa kufanya interview. Isipokuwa tu naona kama tayari nishawahi kufanya. Muziki umeanza lini? Muziki nimeuanza 2019. Lakini ndoto yangu kubwa ilikuwa sio kuwa msanii. Ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kuwa producer. Lakini kupitia producer nilikuwa kwa mfano nikiwa pale studio kuna baadhi ya wasanii wanafika pale. Kwa hiyo wakifika pale wanakuwa ukianza kuingiza vocal unaona kama wanakosea, ukianza kuwakosoa wanaanza kukuambia mbona bro kama unaweza kwa nini usifanye, kama inawezekana fanya vyote. Na hii nyimbo ambayo naitambulisha leo kuna msanii alikuja kufanya. Sasa akawa ameshindwa na baadhi ya mashairi nikawa nimemsaidia kumwandikia, lakini akakata tena akasema ni bana hii idea siwezi, hii melody siwezi. Kwa hiyo nikaona hebu ngoja nijaribu mimi nifanye. Kwa hiyo katika kufanya naona kama vile watu wanaielewa sana, Bwana, tumepita shortcut kidogo ili nitaka nijue hapo, lakini nikupe nafasi ya kujitambulisha kwa watu wanaotusikiliza kwa hivi sasa. Msikilizaji anayetusikiliza anatamani sana kujua ni msanii anaitwa nani, majina yake pia halisi na unatoka wapi. Okay, labda kabla ya kujitambulisha niwape intro kidogo ya kazi ambayo naitambulisha leo. Ndio. Umefunga kamba moyo wangu sihemi sifulukuti, na tena nimezamila kwangu wale mbaya na sina noti. Nitapiga kazi usiku na mchana kama roboti, nimechoka kusemwa, kuchekwa na kusimangwa kisanoti. Haya basi nipende baby, usije nitupa kwa korongo, penzi likachuja likageuka noti. Kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa majina naitwa Mabeto TZ. Unaweza kunipata kwenye YouTube, natumia Mabeto TZ, ingia Audiomack Mabeto TZ, pia Instagram, TikTok kule jina hilo Mabeto TZ. Mimi ni msanii wa kizazi kipya, nimeanza na nyimbo yangu hii ya kwanza. Kwa hiyo naomba tu mashabiki kikubwa mnipokee kwa mikono miwili. Mimi ni mwanenu. Najua siku zote kwenye maisha mtu anapoanza uwezo ukaanza juu kwenda chini. Lazima tuanze chini kwenda juu. Kama nyumba inavyojengwa, msingi kwanza afu baadaye namalizia hapa. Kwa hiyo mimi nimekuja msanii wenu, mnipokee, na pia ningependa sana mnifollow, mlike, mweke comment zenu hapo. Kama unahisi kuna kitu kiko sawa, niambie nijifunze kupitia comment yako pia. Unafanya kama wewe tu ama kuna mtu ambaye anakushika mkono? Kiukweli nafanya mimi kama mimi kwa sababu mimi naamini ukifanya jambo kutegemea mtu akushike mkono kidogo inakuwa ni changamoto, kwa sababu hata ukiwa unataka kufungua biashara unapomfuata mtu akushike mkono lazima atakuuliza hapo ulipo na shilingi ngapi. Sasa uwezo ukasema kwamba eti nimekuja kwako bwana mimi sina kila kitu nishike mkono, atakuona kabisa wewe ni mtu ambaye haujatilia manani kila ambacho unakifanya. Kwa hiyo mimi naona nimejibeba mwenyewe. Yaani mpaka hapa nilipofika sijashikwa mkono na mtu. Unahitaji kushikwa ama wewe mwenyewe unajitosheleza? Nafikiri kushikwa nahitaji kwa sababu kwenye maisha hakuna mtu ambaye hapendi kushikwa. Kipaumbele ni kipi lakini kwa upande wako, kama vile unakuwa mzito kushikwa mkono, yani wewe mwenyewe unajipambania, kipaumbele chako ni kipi kwenye muziki? Ajitokeze mtu akushike mkono au wewe mwenyewe tu una uwezo? Mimi kikubwa ambacho nakitaka ni mtu anishike mkono, lakini
pamoja na kunishika mkono akute tayari na mimi nimeshafanya jambo. Sio anikute niko zero, sina kila kitu, hapana. Sababu mtu anafika anakuambia wewe msanii ndio, ushawahi kurekodi ngoma? Nishawahi. Iko wapi? Hii hapa. Ushawahi kushuti? Ndio, nishawahi kushuti, japokuwa video sio ya gharama sana kulingana na kile. Kwa hiyo mtu anaweza akashawishika kaona kweli wewe una nia ya kufika sehemu fulani. Bwana, sehemu ya kwanza tukiwa tunaelekea mwisho, nikupe nafasi sasa ya kuweza kuzungumza na mashabiki wako wanaokusikiliza kwa hivi sasa kwa mara ya kwanza kabisa kupitia ladha za 98.9 FM. Hebu zungumza na mashabiki, nini ambacho unawaahidi na baada ya ngoma hii tutegemee nini tena? Kikubwa tu mashabiki, mimi siwezi kuwaangusha. Nimeamua kwa moyo mmoja kufanya jambo, na sio kwamba nafanya muziki kwa kutaka sifa, au lengo kubwa ni kuelimisha na kuburudisha jamii pia. Kwa hiyo mimi kikubwa tu mashabiki wategemee mambo mazuri kutoka kwangu. Ni jiwe baada ya jiwe, jiwe juu ya jiwe, yani hakuna kulegeza kamba. Kwa hiyo kikubwa tu wanipokee. Tambulisha ngoma yako, tuambie umeifanya katika studio gani na tuisikilize, afu msikilizaji pia tutampa nafasi nzuri ya kupiga simu aweze kutoa maoni yake kuhusiana na ngoma hii. Itambulishe kwa mara ya kwanza kabisa. Ngoma yangu inaitwa Wasiwasi. Ni nyimbo ambayo nimeifanya Creativity Record, ipo Kahama, producer anaitwa Dr. Beat. Ngoma hii inazungumzia mahusiano ya kimapenzi. Kwa nini nimesema wasiwasi? Nimezungumzia wasiwasi mle kulingana na kwamba miongoni mwa watu ambao vipato vyetu kidogo ni viko chini, unapoingia kwenye mahusiano, hasa wanaume, kwa sababu tunaamini mwanamke ni gharama, mwanamke anahitaji kutunzwa. Kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano na mwanamke, hasa unapomtazama unaona ni mzuri, anavutia, kama kipato chao kidogo ni cha kuchungulia, kwa kweli kidogo lazima uwe na wasiwasi. Unakuwa unahisi kama kitokea hata bosi nini akamrubuni hata kwa gari, kwa vitu vizuri, nyumba nini, kwa lazima kidogo unakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo wasiwasi wangu ule unanisukuma kwenye kupambana ili nifanikiwe niweze kumtunza mwanamke wangu ambaye nampenda kwenye maisha. Bwana msikilizaji, tupate chuma tuangalie yaliomo yamo ama hayamo. Baada ya hapo tutarejea upige simu yako tuambie mshikaji ametisha ama hajatisha kupitia namba 0683723035. Ngoma hii hapa msikilizaji, kula chuma, twende. Umeufunga kamba moyo wangu, sihembi sifurukuti, na tena nimezamela kwangu hali mbaya na sina noti. Nitapiga kazi usiku na mchana kama roboti, nimechoka kusemwa, kuchekwa na kusimangwa kisa noti.